Ndugu mtazamaji, karibu katika kipindi chetu cha Mwangaza wa Maisha Yako. Ni neno la Mungu kinachoendelea kila siku hapa kanisani kwetu Chimbiriro. Asante Mwenyezi Mungu, Mungu wa rehema, Mungu mwenye upendo, umetuwezesha Bwana kuweza kuingia katika ibada yako takatifu hii. Tuko mahali hapa, nimefika wakati mzuri wa kuweza Bwana kusikia sauti yako. Acha Bwana tukaweze kujifunza kutoka kwako, maana ndio mapenzi yako juu ya maisha yetu. Roho wako Mtakatifu azidi Bwana kuwa pamoja nasi, akamiminike ndani ya mioyo yetu, ili Mungu tukaweze kupata ufunuo wa neno lako, ili Mungu likatuongoze na likatusimamishe katika wokovu tuliopata kwa jina la Yesu Kristo. Acha mapenzi yako yakaweze kutendeka asubuhi ya leo, kaweze kututendea Bwana kwa kutuhurumia, maana bila wewe hatuwezi kufanya lolote. Na kwa Mtakatifu Yesu Kristo mwanao nimeomba haya na kuamini. Amen. Matendo 19 mstari wa kwanza hadi wa 6. Ndio basi nisomee hapo. Ikawa Apolo alipokuwa Korintho nchi za juu, akafika Efeso, akakutana na wanafunzi kadha wa kadha huko. Akawauliza, je, mulipokea Roho Mtakatifu mulipoamini? Wakamjibu, la, hata kusikia kwamba kuna Roho Mtakatifu hatukusikia. Akawauliza, basi mulibatizwa kwa ubatizo gani? Wakasema, kwa ubatizo wa Yohana. Paulo akasema, Yohana alibatiza kwa ubatizo wa toba, akiwaambia watu wamwamini yeye atakayekuja nyuma yake, yaani Yesu. Waliposikia haya, wakabatizwa kwa jina la Bwana Yesu. Na Paulo alipokwisha kuwawekea mikono yake juu yao, Roho Mtakatifu akaja juu yao, wakaanza kusema na lugha na kutabiri. Kwa nini Petro na Yohana walifunga safari kwenda mji wa Samaria? Walifunga safari kwenda mji wa Samaria kwa sababu walikuwa wamesikia ya kwamba watu wa Samaria wamelikubali neno la Mungu na wamebatizwa. Bwana Yesu asifiwe. Hawa watu walikuwa wamebatizwa, lakini habari za Roho Mtakatifu walikuwa hawazijui. Bwana Yesu asifiwe. Hata walipoulizwa wanasema sisi hatujawahi kumsikia huyo Roho Mtakatifu. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hiyo jukumu la Petro na Yohana ilikuwa ni kwenda kuwekea mikono ili waweze kumpokea Roho Mtakatifu. Sababu maandiko yanasema kwamba walikuwa wamebatizwa kwa jina la Yesu tu. Bwana Yesu asifiwe. Kipasa Petro na Yohana wakaona ya kwamba haitoshi, wanatakiwa kujazwa na Roho Mtakatifu. Bwana Yesu asifiwe. Ndio maana nimesema asubuhi ya leo kwamba tafuta kujazwa na Roho Mtakatifu. Tumebatizwa ubatizo wa maji, lakini haitoshi. Bwana Yesu asifiwe. Kwa sababu unapokiri na kuombewa sala ya toba ni hatua ya kwanza. Hatua ya pili ni ya kuzamishwa kwenye maji. Bwana Yesu asifiwe. Hiyo ni hatua ya pili. Hatua ya tatu ni kuweza kumpokea Roho Mtakatifu. Bwana Yesu asifiwe. Sasa ni ujiulize wewe mwenyewe, huyu Roho Mtakatifu utampokea kwa njia gani? Hapa tunaona watumishi wa Mungu ndio walikuwa vishawishi vya watu kupokea nguvu za Roho Mtakatifu. Na yule atakayejazwa na Roho Mtakatifu kwa kweli utamuona kama kikwazo. Bwana Yesu asifiwe. Wewe tunakuwa na ibada ya pinzani. Huyu anatiririka na nguvu za Roho Mtakatifu, wewe umekauka hapo. Unasema sasa mbona yule anaomba masaa yote yale? Bwana Yesu asifiwe. Yaani wewe kama unataka Roho Mtakatifu akujilie wewe mwenyewe bila kuwekewa mkono, jiepushe na dhambi. Dhambi tu peke yake. Jiepushe nayo na Mungu atakupa Roho Mtakatifu. Bwana Yesu asifiwe. Na Mungu awabariki. Amen.